Kwa nini watu wenye akili hawatajiriki? Kuna kitu cha kushangaza sana duniani. Watu wengi wenye akili nyingi, wenye elimu kubwa, wenye uwezo wa kufikiria kwa kina, ndio mara nyingi wanaobaki maskini ama huishia kuishi maisha ya kawaida tu. Wakati mwingine utamkuta mtu asiye na elimu kubwa, kwa lugha ya mtaani tunawaita darasa la saba, lakini ana mafanikio makubwa kuliko yule mwenye akili nyingi ama mwenye elimu kubwa. Swali ni hili: kwa nini? Ni kitu gani kinasababisha watu wengi wenye akili ama elimu kubwa wasitajirike? Jibu ni akili sio kila kitu. Tatizo si kuwa na akili. Tatizo ni namna unavyotumia akili yako. Biblia inasema katika Mithali 3:5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Sikia hilo. Biblia haijasema akili ni mbaya, lakini imesema usitegemee peke yake. Watu wengi wenye akili ama elimu kubwa wanaamini wanaweza kila kitu peke yao. Wanajiamini kupita kiasi, na hapo ndipo safari yao ya mafanikio huanza kuvunjika. Lakini pia wanafikiri sana, hawachukui hatua. Watu wenye akili ama elimu kubwa wana uwezo mkubwa wa kuchambua mambo, lakini tatizo ni hili: wanachambua kupita kiasi. Wanapima kila risk, wanaangalia kila possibility, wanaona kila failure kabla haijatokea, na mwisho wake hawachukui hatua. Mfano, kila wakitaka kufanya jambo, utasikia tunafanya upembuzi yakinifu, mara tupo kwenye mchakato, tunafanya tathmini. Biblia inasema katika Mhubiri 11:4, aangaliaye upepo hatapanda, na yeye aangaliaye mawingu hatavuna. Usivyojua jinsi uhai unavyoingia katika mifupa ya mtoto tumboni mwa mamake, kadhalika huwezi kuelewa matendo ya Mungu ambayo hufanya kila kitu. Panda mbegu asubuhi na jioni, usiache kupanda, maana hujui zipi zitaota, za asubuhi, za jioni, au zote zitakuwa nzuri. Maana yake ni nini? Ukisubiri kila kitu kiwe perfect, hutaanza kamwe. Wanapenda usalama kuliko hatari. Watu wengi wenye akili au elimu kubwa wanapenda kuwa safe. Wanataka uhakika, wanataka guarantee. Lakini ukweli ni huu: utajiri haukai kwenye comfort zone. Biblia inasema katika Mathayo 25:14-30, wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo. Aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Alimpa kila mmoja kadiri ya uwezo wake, mmoja fedha talanta 5, mwingine talanta 2, na mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. Mara yule aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akafanya kazi nazo, akapata faida talanta 5. Hali kadhalika na yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida talanta 2. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaenda akachimba shimo ardhini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya muda mrefu, yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya matumizi na mapato ya fedha yake. Mtumishi aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akaja amechukua talanta 5 faida. Akamwambia, bwana, ulinikabidhi talanta 5, hapa pana talanta 5 zaidi faida niliyopata. Bwana wake akamwambia, vema, mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Mtumishi aliyekabidhiwa talanta 2 akaja, akatoa talanta 2 faida, akisema, bwana, ulinikabidhi talanta 2, chukua talanta 2 zaidi faida niliyopata. Bwana wake akamwambia, vema, mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaja, akasema, bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe huvuna pale ambapo hukupanda na kukusanya pale ambapo hukutawanya. Niliogopa, nikaificha fedha yako katika ardhi. Chukua basi mali yako. Bwana wake akamwambia, wewe ni mtumishi mwovu na mvivu.
Unajua kuwa mimi huvuna mahali ambapo sikupanda na hukusanya pale ambapo sikutawanya. Ili kupasa basi kuiweka fedha yangu katika benki, nami ningelichukua mtaji wangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni hiyo fedha, mkampe yule mwenye talanta 10, maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida yake, basi mnyang'anyeni hiyo fedha, mkampe yule mwenye talanta 10, maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida, mtupeni nje gizani, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Yule aliyeficha talanta alifanya hivyo kwa sababu ya hofu. Alitaka kucheza safe, lakini alichopata ni nini? Hakupata faida yoyote, bali alinyang'anywa hata kile kidogo alichokuwa nacho. Alipoteza kila kitu. Lakini pia watu wenye akili ama elimu kubwa wanategemea sana ajira. Watu wengi wenye akili wamefundishwa kutafuta ajira, yaani wanasoma ili wakimaliza waje kuajiriwa, si kutengeneza thamani. Wanakuwa wazuri darasani, lakini wanashindwa kwenye maisha halisi, kwa sababu dunia haiwalipi kwa akili yako. Dunia inakulipa kwa value unayoleta. Dunia inakulipa kutoka na tatizo lilotatua. Lakini pia wanakosa ujasiri. Akili nyingi bila ujasiri ni kama gari bila mafuta. Biblia inasema katika Timotheo wa pili 1:7, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu. Lakini watu wengi wenye akili wanaogopa kushindwa, na kwa kuogopa kushindwa, wanashindwa hata kujaribu. Pia wanakosa nidhamu. Akili haitoshi, nidhamu ndiyo kila kitu. Biblia inasema katika Mithali 13:4, nafsi ya mvivu hutamani, wala hana kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itashibishwa. Watu wengi wenye akili wana ideas nyingi, lakini hawana consistency, na bila consistency hakuna mafanikio. Lakini pia wanamsahau Mungu. Hili ndilo kubwa kuliko yote. Watu wengi wenye akili na elimu kubwa wanajiamini kupita kiasi. Wanasahau kwamba mafanikio ya kweli yanatoka kwa Mungu. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 8:18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo sikiliza hili kwa makini. Sio kwamba kuwa na akili ni tatizo. La hasha, lakini akili bila hatua, akili bila ujasiri, akili bila nidhamu na akili bila Mungu haitakupeleka kwenye utajiri. Jiulize leo, je, ninatumia akili yangu kwa njia sahihi au ndiyo inanizuia kufika mbali? Ndugu mpenzi msikilizaji, tafakuri hii imeletwa kwako na Evangelist Godfrey William, na ikiwa ungependa kuchangia maoni, tafadhali tuandikie kwenye comment section. Pia ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali subscribe kwenye chaneli hii ya Godwill Media ili upate notification kila tunapoweka video mpya. Lakini pia usisahau kulike video hii na kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Labda kunaye ambaye akiona video yamkini ikafanyika chachu ya mabadiliko maishani mwake. Asanteni. Tukutane wakati mwingine. Godwill Media, fikra sahihi, maisha bora.